atatenda maajabu, nami siwezi kueleza. Siwezi kueleza. Bwana asifiwe vijanangu. Oya, toka nenda ukamsifu wewe bwana wako huko kanisani. Kijanangu, naomba unisikilize. Mungu hawahitaji wale walio kanisani pekee, ila Mungu anahitaji watu kama nyinyi muweze kubadilika. Wewe pastor, usitukatie stari zetu, toka mbele yetu. Kijanangu, nisikilize. Kumbuka Mungu aliweza kumtuma mwanawe wa pekee ili aje afe msalabani kwa ajili ya dhambi zetu. Naomba wanangu tuweze kubadilika na kumrudie Mungu. Oya, inaonekana kuna kitu unahitaji. Acha tukupe hiyo. Yeni ni kukunja sura, kupaka zieno Yesu na maana. Kumshirikisha Mungu kuna manufaa, hasa kwenye mambo Yesu na maana. Ila misina kinyongo, kuwa na amani kiroho safi. Najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda. Najua Bwana atatenda. Bwana atatenda, najua Bwana atatenda, hata kama imechukua muda. Jambo mchungaji. Si jambo mwanangu. Samahani, Naomi yupo ndani ama? Hapana. Naomi kwa sasa ameelekea sokoni. Sawa, nilikuwa namuulizia yeye. Ila nilikuwa naomba nikushauri jambo. Jambo gani hilo? Mwanangu, naomba nikuambie jinsi neno linavyotuambia ya kwamba huu mwili wetu ni kama matawi, majani, na fahari yake yote ni kama ua. Mwanangu, majani hukauka na maua udondoka kwa wakati wake, ila neno la Mungu litabakia milele na hata milele. Naweza kukuuliza swali? Uliza mwanangu, nitakujibu. Hivi huyu Mungu wako unayemtumikia amekufanyia nini cha maana pia mimi niweze kumfuata? Mwanangu, pumzi ya bure ni dhihirisho tosha. Tunaweza kuishi, kutembea na kupumua ni kwa ajili ya neema yake mwanangu. Cheki kibanda analoliishi ni kama nyumba ambalo kuku anaishi ndani. Kama huyu Mungu wako angekuwa anakutumikia, si angekujengea nyumba ili pia mimi nikuwe na uwezo wa kuweza kumtumikia yeye na kumfuata? Mwanangu, neno li wazi na linatuambia ya kwamba tusijiwekee hazina humu duniani. Na neno linasema katika kitabu cha Mathayo 6:33 ya kwamba kwanza tutafute huu ufalme wa mbinguni. Mwanangu, tusisumbukie ya dunia hii. Tumtafute ufalme wa mbinguni na mengine yatafuata. Endelea kumfuata huyo Mungu wako, tuone atakufikisha wapi. Mungu wangu, naomba uwabadilishe wana wako wakurudie. Uwakumbushe kuwa wewe ni Mungu usiyebadilika. Tena wewe ni mkuu kuliko wote. Yesu, nina imani kuwa wewe siku moja utajidhihirisha kwao, jinsi ulivyojidhihirisha wakati wa Paulo alivyokuwa akitenda maovu na ukambadilisha. Bwana, pia leo hautashinda kuwabadilisha wao. Kweli ni aibu mwisho wa ubaya, ndio nokwenda kutokea. Wapi taiweka sura yangu? Ninayo majibu ya yote haya, sina haja kungojea, ila inanisuta roho yangu. Maana mambo yaja, neno litasimama. Neno. Bwana asifiwe kijanangu. Amen mchungaji. Samahani mchungaji. Bila samahani. Nilikuwa naomba tuandamane na wewe nyumbani, uende muombee kakangu maana kumgonja zaidi. Pole sana kijanangu, kwa kuwa hakuna lisilowezekana kwa Mungu, na tukiomba kwa imani yule kijana atakuwa sawa. Kwa hivyo naomba tuandamane pamoja, niende nikamuone. Sawa mchungaji, twende. Na huyu kijana kuna wakati niliweza kukutana naye, nikajaribu kushiriki naye neno la Mungu, wakaweza kunitimua na rafikie. Aisha nimeachezea, sasa nimnilie nani? Mungu
nishamkosea. Ama kweli uzima huwapa vijana wengi kiburi, na wanapopatwa na shida wanaanza kumkumbuka huyu Mungu. Na kwa sababu Mungu wetu ni Mungu wa rehema, wacha tumkabidhi mikononi mwake, na kwa imani tumuombee na ataweza kupona.